Leo kisa kimeweza kutokea, na kisa hiki kulingana na video ambazo mnazoziona hapa, tupo katika kanisa la Jesus is Alive Ministries linalomilikiwa na kasisi ama Bishop Margaret Wanjiru samahani, aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Starehe, ambalo ni eneo ambalo lina hold the CBD ama ambalo lina hold the Nairobi Central Business District. Kanisa hili leo kulikuwa na taarifa ambazo ziligonga vyombo vya habari ya kwamba kanisa hili linapata kubomolewa. Jambo hili lilipata kutusukuma na kutupeleka katika kanisa lake mama wetu Bishop Margaret Wanjiru, ambaye tunampenda na kumwenzi. Kanisa hili Bishop Margaret Wanjiru, nitakukumbusha, kando na siasa za kumiliki kiti na cheo kama mbunge wa eneo bunge la Starehe, pia aliwahi kufanya kazi chini ya serikali ya mzee Kibaki kama Assistant Minister of Development hapa nchini Kenya. Na kando na hilo pia alikuwa mwaka wa 2022 akiwania kiti cha ugavana. Alianza kwa kuwania kiti cha ugavana, lakini baada ya kuweza kukaa chini na Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, akapata kufahamishwa kwamba amuondokee aliyekuwa akiwania kiti hicho Johnson Sakaja, hivyo yeye apate kukiwania kiti cha seneta, ambapo akufua dafu, ila alipata kubahatika kunyakua kura na kuweza kuwa moja kati ya wale ambao walikuwa the top 3 best choices of senators in the country. Akishindana alikuwa number 2 akipata kushindwa naye Sifuna. It is evident that the government is involved, and it is very sad that this is the government we campaigned for. I am here to believe that they can do this to me. Haya ni maneno kutokea kwa Bishop Margaret Wanjiru leo alipopata kuongea na vyombo vya habari kulingana na yale ambayo yalipata kumfanyikia leo katika kanisa lake la Jesus is Alive Ministries, ambapo amemlaumu Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na serikali yake kwa kuweza kuhusika katika kumdhalilisha na kupata kuhusika kwa ubomoaji wa kanisa lake. The former Starehe Member of Parliament Bishop Margaret Wanjiru was expressed her frustrations after a group of people invaded a Jesus is Alive Ministries church premises and demolished a section of the wall. Addressing the media on Wednesday, March 6th, Bishop Wanjiru claimed the group that invaded a church was sent by the Kenya Railways Corporation, KRC. The former Nairobi County senatorial aspirant alleged that she and other members of her church were injured during the fracas and their phones snatched. And I shall quote her, "We have been attacked severely today. I am injured in the arm and leg, and many of my people are bleeding. These individuals who attacked us today have been sent by Kenya Railways. And I want to state categorically that Weruga Lane does not belong to railways. This is our property and investment. This is the property at of the church and some of my other members," said Wanjiru. The former member of parliament called out the Kenya Kwanza government, saying the demolitions were politically instigated against her. Na nikimnukuu, "We fought for this Kenya Kwanza government. I was one of the chief campaigners and among the first people who started selling and campaigning for President William Ruto. I didn't campaign expecting to be repaid like this. I didn't campaign for land grabbers to come and claim that our church property belongs to them," an emotional Wanjiru stated. She continued, "We cannot lose properties in this country. Many have come, some claiming to be from NIS, others saying that they are DCI, and some are police. So it's evident that the government is involved. And it's very sad that this is the government we campaigned for. I am here to believe that they can do this to me." Bishop Margaret Wanjiru disclosed that the demolishers had invaded the church premises on February 10th but did not manage to bring down the church wall since there was a wedding going on in the church. She further claimed that the Kenya Railways is trying to cover up themselves since a court case between the church and the corporation is coming up. Na Wakenya wameweza kuachia mengi kulingana na hili. Na nikinukuu kati ya watu ambao walipata kuongea ni Ngaira, ambaye amesema, "When they were clobbering Azimio demonstrators, you folded your hands and said we are not them. When they went for doctors, you looked the other way.
When they demolished people's houses in Kakamega, you said it is not us. Lastly, they have come for you. Now you are crying that you are one of them and they are doing this to you. Wajabera anasema serikali ya Wanjiku amebomoa kanisa. It's interesting. Julius Okoda anasema Margaret, it's if your land papers are not clean, please surrender the land. You didn't campaign for Ruto so he can cover up on your heels. Aaron Mulusi anasema what goes around comes around. Now it's your turn to test how Azimio people are feeling. Now Donald Ayisi anasema you are among the shareholders wa serikali. Just march and go to report to your master. Francis Ofula anasema the church is safe. Kimewaramba. Namuona Rach Mashala anasema House of Mombi Chronicles, mtajua mjui. Naona Irene Masi anasema never look back. Raila was not and will never be an option, period. Charles Boy anasema how did the church get the land? Be sincere if you are a Christian. Kenya Railways is a government entity. Check original land title and tell us what it is. Condemning anybody. Now, Mhesh Ndogo anasema mambo bado, mama tulia, Uhuru warned you, answered you na you answered back. Maliza wende, alienda for real but not without warning you. Kimekuramba sasa, Madam Hasla. Joseph Rumba anasema kitawaramba, Uhuru aliwaambia mkakataa, bottom up juu. Watu wanamwelekezea kidole cha lawama Bishop Margaret Wanjiru wakidai kwamba yeye alihusika katika kuichagua serikali. Ila wewe maoni yako ni yapi kulingana na hiki ambacho kinaendelea? Achia maoni yako katika comment section, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE.